Kwa majina naitwa Frank Felix Kileo, ni mwanafunzi wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT. Siku ya leo ni siku ya convocation ya 12. Kwa hiyo kwenye hii convocation tumechaguliwa kama moja ya best project kutokea NIT. Project yetu ilikuwa inahusu kutengeneza gari linalotumia nguvu ya umeme. Na project yetu mwanzoni ilikuwa kweli ni ngumu. Tulikuwa ni kundi, tulianza kama wachache, walianza wawili kuwa na idea, then wakaileta kwenye kikundi, wakatuomba, wakatuambia tuna idea hii hapa ya project ya kuhusu kutengeneza gari la umeme. Baada ya hapo tukajadili, mambo yakaenda, tukaanza kujadili. Kweli ilikuwa ngumu kwa sababu kuna changamoto kama za hela, kuna changamoto za muda, kwa sababu unakuta mnafanya project na mambo pia yanakuwa yanalia, lakini tulijitoa kwa moyo, tukapambana. Project yetu tulikuwa inahusisha watu 9. Watu 9 tulipambana kweli, tukajichanga, tukafanikiwa hivyo. Pia tulikuwa tuna msaada kutoka kwa walimu. Walimu wetu walitusaidia kulingana, pia kuna masomo ambayo yalikuwa yanatuongoza, kama kuna masomo ya jinsi ya kutengeneza body, aerodynamics, kuna working machine, kuna machine technology, yako mambo mengi. Kwa hiyo yalitusaidia, tukakusanya zile idea ndogo ndogo kama za kutengeneza chuma, za kukunja chuma, tukazikunja. Tukasaidia kuna masomo kama ya kuchora, tunaita SolidWorks na AutoCAD. Hao tuliyatumia pia kudesign, tukapata mchoro labda gari letu litakuwa la muundo huu. Ndio, na gari letu tulilitengeneza lina muundo fulani kama Suzuki Carry. Suzuki Carry ndo tulitumia kama reference kwenye gari letu, na tukatumia hivyo, tukatumia vile vipimo vyake, specification nyingi zilikuwa za Suzuki Carry, lakini kwa sasa muundo wake linafanana na Suzuki Jimny. Gari letu lina uwezo wa kutembea kilomita 100 ikiwa full charged. Na ili uweze kucharge betri mpaka ijae, unaweza ukatumia umeme wa shilingi 2000 ambao ni unit 4 au unit 4.5. Gari letu lina uwezo wa kubeba uzito wa kilo maximum 500. Kiweka kilo 500, gari lazima likamove vizuri kwa speed nzuri na bila kuishiwa chaji kwa haraka. Moja ya changamoto tuliyokutana nayo sana na ilitutesa, ikatuumiza akili, na tukabidi tufuate hadi baadhi ya watu. Tulikutana kwanza na changamoto, kwanza ilikuwa ni ya kuunganisha control system. Control system mara ya kwanza tuliunganisha vizuri. Baada ya kuunganisha, kwenye kuja kuliwasha gari iligoma kuwaka. Baada ya kugoma, kuanza kutafuta fault ilikuwa ni ngumu sana. Ilibidi tutafute baadhi ya wataalamu watuambie changamoto ya vitu vile vya umeme na nini. Baadhi ya wataalamu walitueleza na tukafuata maelekezo yao vizuri. Tukatambua tatizo ilikuwa ni waya zilikuwa hazijakaa zote sawa. Tukaweza kulitatua hilo, ikawa imeisha. Tatizo lingine ambalo lilitukuta ni isi ya kubendi body. Body letu kiliangalia lina mikunjo. Sasa ile mikunjo, namna ya kuipata inahitaji uwe na baadhi ya mashine. Sasa kupata mashine ilikuwa ni changamoto kweli, kwa sababu ilibidi tuende kwenye baadhi ya vifaa, tutafute baadhi ya vifaa ili vitusaidie kukunja baadhi ya chuma. Na hiyo pia kutafuta hivyo vifaa changamoto moja ambayo ilitupa muda, ilituchukua muda sana. Kutengeneza project yetu kulingana na muda tuliokuwa nao, tulikuwa na muda, lakini tulikuwa tuna mambo mengine tunaendelea nayo, kama masomo yalikuwa yanaendelea wakati huo unatakiwa utengeneze project. Licha ya kuwa na changamoto zote hizo, tulijitahidi. Ndani ya miezi 7 tulijitahidi tukakamilisha project yetu ndani ya miezi 7. Hatimaye leo Mungu ni mwema, ametubariki. Project yetu imetokea the best. Tunamshukuru sana.